changamoto gani zenye unaona kwa vijana aswa kwa hii wodi ya Halaba? Wodi ya Halaba ni nzuri, ila opportunity kwa vijana hakuna. So unaweza pata maboys wa mtaa hawana shughuli, kazi ni kutumia miadarati tu. Hadi wengine ukitembea usiku wanaweza kuvamia. Wewe hawa vijana wa mtaa, blame yako, unajua of late watu wengi kuna population ya wasomi ni iko juu. Unajua ukikuwa miongoni mwao labda umesoma umefika hiyo level yako. Wasomi wako juu lakini kuna tetesi eti hakuna kazi. Unawaambia aje hao vijana wenye wako idle juu kama hakuna kazi watafanya nini? Wewe kwa mawazo yako wewe. Si eti kazi hakuna, ila kazi iko lakini wenyewe kujitafutia. Na wewe wenyewe unapiga hustle gani? Mostly wanafanya building fabrication. But kama hakuna niko tu. Na wewe unaweza ambia uongozi yetu ya mtaa ya wodi yetu ni nini yenye ungependelea kuambia wa champion useme wamefanya kazi poa, waambie MCA wako Mr. Cornelius labda umwambie amefanya kazi poa? Kazi na amefanya, ila hii barabara tuna hapa kutoka hadi Sakati kutembea barabara ni na unaweza kufanikiwa na kitu chochote ambacho juu MCA si ati ni mbaya. MCA ni mzuri lakini at least atuweke street lights. Ni mtu anaishi mtaa. Kwa hivyo unamwambia Mr. Cornelius aweke street light. Ninasikia kuna tetesi Kandui eti kuna vijana wenye wakiweka hata hizo street lights wanaenda wakiiba. Sasa hapo blame ni kwa serikali ama tutablame tena sisi wenyewe? Kwa sababu kuna vijana wanaiba waya za. Unajua hakuna vile utablame vijana. Unajua kitu ya kwanza ukiweka kwa post ya kwanza hata ukose kuweka kwa ya pili uruke hadi post. Hii ya kwanza utakubali wake aje na inawaka moja kutoka hapa hadi ukata nao watakata tu, lazima itaibu. Wewe ukitaka kuweka hata weka kutoka hapa kila mahali, at least street lights ukipita mahali kuna light. Hii Bungoma angalau isiishe, angalau vijana waache kuiba. Unaonelea ni nini inaweza fanywa kwa watafute hustle juu kukaa idle pia nasi doa kama hakuna kazi. Kuna hizi kazi za mkono, kazi ndogo ndogo nitafanya. Economy ya sai tunataka tuongelee kidogo uchumi yetu ya Kenya. Watu wengi wanalia hakuna pesa, wakati serikali tuambie pesa iko mfukoni. Wewe utawezaje ambia government yetu, ama wewe unaambiaje watu wenye sisi tunasema hakuna pesa? Unasemaje? Unaonelea kuna pesa ama hakuna, ama ni wapi serikali inakosea, wapi pia tuliendea vibaya? Kuongelea kwa pesa kweli hapo pesa hakuna, hiyo nasi uongo. Pesa hakuna Kenya. Ni kweli ni budget ndio imeleta hizi fracas za ukosefu wa pesa ama ni nini? Kwa sababu nyinyi majenzi mlipinga budget ya 2024 na mkasema isipitishwe kwa sababu ilikuwa na mambo yenye hamkutaka. Ilhali hiyo budget serikali inasema juu budget haikusomwa hakuna pesa. Kama mmoja wa jenzi nataka uambie majenzi juu sasa bado wanatoa tetesi za kutaka kufutilia hiyo budget. Hiyo budget unaona iko sawa ama bado hata hujafikia huko hizo? Hadi hapo sijafikia, lakini pesa kwa viongozi wetu iko. Pesa kutoka juu inakuja lakini inagoma kwa viongozi wetu. Hakuna pesa inafika kwa wananchi. Ingekuwa pesa inakuja inafika kwa wananchi, inafika mtaani. At least hapo kungekuwa na vile unaweza ongea. But pesa inakuja lakini haifiki kwa wananchi. So unapata mwananchi analia hakuna kazi, hakuna pesa. But pesa kutoka juu iko. Unaonelea na 2027 mnaona ni nani now that Lusaka anaenda home? Mnaona ni nani atawahi kitu? So for now si mbaya. Acha nikwambie. Uko sawa. Ani viongozi wako sawa, lakini unajua watakuja waangalie ule previously mwenye alitoka. So sisi tutaenda na mwenye alitoka, amalize term zake alafu aende. Sasa ni Dimas wacha arudi kwa UMP alafu ndiye atakuja next time. Sasa unasema Wanga iko. Wanga hapo. Sisi
tuko nyuma ya wangapi. Ana president unapea nani? Hiyo kwa mawazo yako ni nani anarudi? Watu wanasema Ruto hawezi penya tena miaka ingine tano. Ati ni one term. Kuna yule jamaa anajiita quarter term. Anasema yeye anataka kuja ende 10 term. Sasa sijui unajua hii nchi yetu si baya, lakini kusema one term hiyo ni kuongea. By the way, hiyo ni pati ya kuongea. Kwa hiyo jamaa hizi enda one term, lazima atamaliza miaka 10 zake. Alafu ndio atafute candidate mwingine. Matiang'i hadi saizi anapiga siasa, lakini hapo juu hawezi. Obviously ni Ruto. Ambia watu kitu yako ya mwisho kuhusu yenye venye unapenda hii Kenya yetu na chenye unapenda kina happen hii Kenya na chenye pia kina kiudi kwa dakika tu moja. Uambie tu watu Kenya yetu ni poa na hii, lakini Kenya yetu ni mbaya na hii yenye sisi hatuendi poa nayo. Kenya yetu ni mzuri kweli atakatai. Lakini hizi tabia za kupost mtu kama lazima post social media mtu hiyo kitu si poa. At least muheshimu amalize miaka zake. Tu nini tu wenye mtamchagua na bado ni nini wenye mtamchagua. Safi.